Wanasema mapenzi ni upofu. Mimi na yapo mazingira ambayo yana support kama unavyosema hivyo. Inaonyesha kweli huyu mtu ni amekuwa kipofu. Kwa nini ninawaambia watu wafute hii? Ili wasitembee nayo, kwa sababu mwisho wao ni mbaya. Hata hao watu nao wasema, ukichunguza ndani utagundua kuna game inachezwa. Kuna game inachezwa kutupotezea focus kwenye mambo ya msingi. Umeelewa? Lakini pia sababu nyingine ukiangalia sana unaweza kugundua ndani kuna watu wapo kwenye mahusiano kwa sababu ya si sababu za ndoa. Kama ndoa tunayoizungumza sisi ya watu wawili kuwa committed kutengeneza maisha. Kuna watu ndoa ni project, ni mradi fulani. Ndio maana ukuta leo amevunja, kesho ameanza tena, hivyo hivyo kuchangamsha jamii. Yes. Kwa hiyo kinachotokea ni watu tunataka tuwazuie kizazi cha vijana wanaotaka kuingia kwenye ndoa wasitembee na upofu. Waingie na mahusiano halisi. Wasiingie na matarajio ambayo wakiingia ndani wanagundua kumbe nilipaswa kuwa macho. Ndoa ni jambo ambalo linahitaji akili. Wanaume wanatakiwa kuingia kwenye ndoa wakiwa na akili. Alafu wanawake wanatakiwa kuingia kwenye ndoa wakiwa na hekima. Kabisa. Akili tuachie sisi. Hekima wanatakiwa kuwa nayo wanawake. Wanawake hawaruhusiwi kuingia na akili. Akili ya nini? Akili unaikuta kwa mume wako. Hatuwezi kuwa wenye akili wawili ndani. Itakuwa patoshi. Itakuwa patoshi. Mwenye akili anakuwa mmoja. Mwingine ni hekima. Hekima ni namna nzuri ya kutumia maarifa uliopewa na mume, uliopewa kwenu ili mwende sawa. Ukiwa wote mnajifanya mna akili, mtashindana. Mwanaume hapendi kukaa na mtu ambaye anajifanya ana akili. Au hata kama anazo atakiwa ajifanye hana. Kwa hiyo wanawake tuingie tukiwa na hekima. Kwa hiyo ukisema una hekima, maana yake unajua kabisa kuna mwanamke ana akili kuliko mume wake na anajua. Ila hatakiwi kuzionyesha. Hiyo ndio hekima sasa. Ndio wanasema Biblia inasema mwanamke mwenye hekima ndio anayeitunza ndoa. Kwa hiyo twende kwenye tarajio jingine, si ndio? Inakuwa